Msichana mmoja wa miaka 16 anaita mama yake na kumwambia, mama, nimekosa period zangu kwa muda wa miezi mitatu. Baada ya mama kusikia hiyo, anashikwa na wasiwasi na anakimbia kwenye pharmacy, ananunua pregnancy test kits. Na anakuja nyumbani, anapofika nyumbani wanafanya pregnancy test na inaonekana kwamba yule msichana ako na mimba. Yule mama anakasirika na kukadhabika sana na kuanza kupiga mayowe na kusema, hakika huyu mtu amefanya makosa kwa ajili ya mtoto wangu ni mdogo. Baadaye mama anapiga nduru na kuita mzee. Mzee anakuja na wote pamoja wanamuuliza msichana, nani amefanya hivi, ama mimba ni ya nani? Msichana akachukua simu na kumpigia mwenye aliyempatia mimba. Kwa muda mchache gari kubwa la Lexus linakuja, lina back nje ya gate yao, na mwanaume mmoja ambaye amevaa vizuri na nywele zake nyeupe, mtu mzima kabisa, anaingia na anakaa kwenye sitting room ya hiyo nyumba. Anapokaa kwenye hiyo sitting room, anaanza kueleza, anasema kwamba msichana ameniambia kuna tatizo hapa kwenu na anajua tatizo lenyewe. Na anaanza kujieleza. Mwanaume anasema, basi hili tatizo ni mimi nimesababisha tatizo, lakini nitachukua responsibility. Mwanaume yule akasema kwamba sasa kama ni mtoto msichana, niko radhi kulipa 5,000,000 na niwapatie matumizi mengine na niwajengee nyumba. Akasema kama ni mtoto kijana, nitalipa 10,000,000 na atakuwa mrithi wa mali zangu zote. Na akasema kwamba na pia kama ni mapacha, kijana na msichana wote kwa pamoja, nitafanya hayo mambo yote ambayo nimesema yote kwa pamoja. Basi na akauliza mzee wa hiyo boma, basi na kama ni miscarriage, kama yule mtoto atakuwa amemiskari, nifanye nini? Mzee akamwambia, basi kama mtoto atakuwa amemiskari, utajaribu tena.